Hizi ndizo sababu tatu za msingi zinazofanya internet speed yako inashuka, especially kwenye router yako ulioifunga nyumbani au ofisini. Leo naenda kueleza sababu kwa nini internet yako iko slow, haijalishi ni mtandao gani, na ni namna gani utakavyoweza kufanya internet yako iwe na speed. Karibu sana. Kama ndo first time unatembea YouTube channel, make sure una subscribe or like this video. Hata kama hutaangalia video mpaka mwisho, nitashukuru sana kama ukisubscribe na kulike this video. Itasaidia sana hii video kuwa recommended kwa watu wengine ambao watakuwa na uhitaji wa kuweza kuangalia video mpaka mwisho. Kama tunavyofahamu, sasa hivi watu wengi wana internet router ndani mwao, wamefunga internet. Sasa hivi internet imekuwa ni very cheap sana. Lakini sasa nimekuwa nikipata complain, watu wengi wakiniuliza, bana, nina router lakini kwa nini internet yangu inakuwa iko na speed ndogo sana, inashuka speed, na especially ni usiku. Ikifika usiku tu internet inashuka speed. Na kitu kingine ni kwamba zikifika zile tarehe za mwishoni, internet router yangu inashuka speed. Sababu ya kwanza, watu wengi wanapoenda kununua router wanadhani kwamba ninaponunua router na wauzaji wakaniambia kwamba ni unlimited internet, watu wengi wanadhani kwamba anaweza kutumia jinsi anavyoweza, kwamba anaweza kutumia vyovyote vile, akadownload ma games, akadownload vitu majibi makubwa mpaka pale ule mwezi wake mmoja utakapokuwa umeisha, kitu ambacho si kweli. Kuna kitu kimoja kinachoitwa FUP. FUP ni Fair Usage Policy. FUP ni kiwango ambacho mitandao ya simu wanaweza kawa hawasemi, lakini ni kiwango ambacho wanakupa, especially katika vifurushi vya unlimited, kwamba wakimarket wanasema ni unlimited internet, lakini in real sense unapolipia kifurushi cha mwezi ambacho ni unlimited unapewa let's say GB 1000. Hiyo ndo FUP. Sasa kila mtandao una FUP yake. Kwa hiyo hata siku moja usije ukajidanganya kwamba unapoambiwa ni unlimited internet ni internet bila kikomo. Of course internet bila kikomo, lakini nyuma ya pazia ni maana unapewa kiwango cha internet ambacho ni kikubwa, ambacho kwa matumizi ya kawaida mtu wa kawaida hawezi kukimaliza. Mfano listen, upo ndani kwa matumizi ya nyumbani. Matumizi ya nyumbani tunafahamu, utataka kuangalia movies, Netflix, labda una simu 2-3, utakuwa unaingia TikTok, unafanyaje, utakuwa unafanya downloads kubwa. Lakini sasa ikitokea akili ndani ukaona matumizi makubwa sana, automatic unaweza kujikuta ndani ya mwezi mzima, badala kuzitumia GB 1000 ndani ya mwezi, ukajikuta umezitumia ndani ya wiki 2 za mwanzoni wa mwezi. Baada ya hapo sasa, zile FUP ukishazitumia zikakamilika, kiwango cha internet kitashuka speed. Maana yake sasa ndo maana watu wengi wana experience internet kushuka speed pale zinapofika tarehe za mwishoni, kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanakuwa wamemaliza zile FUP zao. Kwa ndio maana unaweza kuona internet inakuwa slow sana. Kwa hiyo ambacho wanachokifanya ni kwamba hawakati internet. Pana internet utaendelea kuipata, lakini katika speed ndogo sana. Let's say umenunua let's say Mbps 10, lakini FUP kisha gota, yani kisha fika kipindi ambacho umemaliza zile FUP zako ambazo umepewa, kile kiwango ambacho wamekuwekea, labda speed inaweza kashuka tu Mbps 2, ambacho ni kidogo sana. Na hapo ndipo tunapokuja kuona sababu ya pili kwa nini internet speed yako inashuka. Sababu ya pili ni kwamba watu wengi wanapoamini kwamba anapoenda kununua internet yetu wanabana naomba Mbps 10 au naomba Mbps 20 au Mbps 30. Watu ndio hicho wanachokifahamu, lakini wanasahau kufahamu kwamba zile Mbps unazonunua 20, zile Mbps 20 zinagawanywa kwa devices ambazo utakuwa umeziconnect. Kwa hiyo kama ukiconnect device 10, zile Mbps 20 zitagawanywa kwa device 10. Ukiunganisha device 20, zile Mbps 10 zitagawanywa kwa vifaa vyote. Kwa hiyo unapokuwa na vifaa vingi ambavyo unakuwa umeviconnect kwenye router yako, automatic ile speed inakuwa mnagawana. Kwa kama let's say kama ni watu 20, kwa ile Mbps 10 gawiwa kwa watu 20. Kama ni vifaa 30, Mbps 10 gawiwa kwa watu 30. Kwa hiyo unapokuwa na Mbps chache kwenye kifaa chako, ndio internet speed yako inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo ndio maana wasemaje, kama ni mtu ambaye una vifaa vingi, chukua Mbps ambazo ni kubwa. Kwa next time kama wewe unajua wewe nyumbani kwako, office ni kwako, na vifaa vingi ambavyo utakuwa umeconnect, tafuta router ambayo ina Mbps kubwa, labda Mbps 30, Mbps 20. Mbps 10 hizo waliweka ni kwa ajili ya matumizi madogo ya familia, umeunganisha TV labda na simu 2-3. Lakini kama una devices nyingi ambazo unataka kutumia internet, make sure unachukua Mbps ambazo ni kubwa sana. Kwa sasa tumeona sababu ya kwanza ni FUP, na sababu ya pili Mbps. Ukiwa na Mbps chache afu umeunganisha devices nyingi, automatic speed itakuwa iko slow sana, kwa sababu umeunganisha devices nyingi. Na kama umekuwa ni mtu ambaye leo umeunganisha majirani au washikaji wako wengi, naweza nikakushauri badilisha password immediately na unganishe vile vifaa tu vichache ambavyo unajua hivi ni vya msingi vinavyotakiwa kupata internet, kwa sababu unaweza kujikuta umeunganisha labda watu, sababu umempa huyu password, huyu akampa huyu akampa huyu, ukajikuta ukiwasha router yako umeunganisha vifaa let's say karibia 50 40 bila wewe kujua. So unachotakiwa kufanya, nenda kabadilishe password ya router yako. Na sababu ya tatu ambayo nyingine ambayo inafanya sometimes internet inapungua speed ni time of usage. Let's say mchana watu nyumbani wanakuwa haja kuunganisha vifaa watu wengi, lakini ukifika usiku nyumbani kila mtu yupo na kila mtu ana kifaa chake cha internet, kio device nyingi zinakuwa zimeunganishwa. Obviously internet experience utakayoipata mchana haiwezi kufanana na usiku. Usiku kuna watumiaji wengi wa internet. Kumbuka pointi yangu iliyopita ni kwamba mna share Mbps 10. Kwa mkiwa mchana lise upo nyumbani peke yako, zile Mbps 10 unazitumia wewe mwenyewe, internet speed yako inakuwa ni 10 Mbps per second. Lakini ikifika usiku, maana yake ile 10 Mbps inabidi mzishare kwa watu wote. Kwa mnajikuta baada ya kutumia Mbps 10 ambazo unazitumia mchana, unajikuta usiku unatumia Mbps 2 per second. Kwa obvious internet speed itashuka chini. Hizi ndizo sababu tatu za msingi zinazofanya internet speed yako inashuka, especially kwenye router yako ulioifunga nyumbani au ofisini. Kwa hiyo sasa kuvizuia hivi vitu, hakikisha kwanza umenunua
unanunua Mbps kiasi gani. Kama una device nyingi, nunua Mbps kubwa, usinunue Mbps 10, nunua ba Mbps 20 au 30. It doesn't matter, the more unapopata Mbps kubwa, the more internet speed yako itakuwa iko strong. Cha pili, muda wa kutumia. Mchana obviously internet itakuwa ni iko na speed, lakini usiku itakuwa ipo slow kwa sababu watumiaji ni wengi. Na cha tatu ni FUP, viwango vya internet. Angalia matumizi yako kwa mwezi, usiangalie tu Mbps unazonunua, angalia matumizi yako kwa mwezi. Kama una matumizi makubwa, basi badilisha kifurushi. Labda kama ulikuwa unatumia router, basi hamia kwenye fiber, kwa sababu mara nyingi FUP za fiber huwa ni kubwa ukikompare na hizi FUP za router, let's say kama Airtel, Vodacom na nini. Kwa hiyo kama unaona una matumizi makubwa, hamia kwenye fiber. Na nina recommend kama upo maeneo ambapo unaweza kupata access ya fiber, ni bora ukafunga fiber kuliko kutumia hizi router mitandao ya simu ambao tumeona watu wengi sasa hivi wako nazo. Kwa hiyo hizo ndo sababu za tatu za msingi zinazofanya internet speed yako inashuka, na inashuka kwa sababu aidha mmeconnect watu wengi ndani ya mwezi, kama una matumizi makubwa unajikuta zile FUP umezimaliza, au cha tatu Mbps ulizochukua ni chache na device ambazo unaunganisha ni nyingi. So kama utakuwa na swali lolote kuhusiana na hiki ambacho nimekizungumza, au kuna kitu ambacho nimekiacha, au kuna kitu hujakielewa, let me know kwenye comment section hapo na nitakujibu moja kwa moja kwenye comment, au kama nitahisi kama nikitahitaji ufafanuzi wa video, basi nitazijibu katika video zangu zitakazokuja mbeleni. So nadhani tutakuwa tumeelewana. Kama ndio first time, ninaitwa Adobat, nazungumzia hizo zinazohusiana na mambo ya digital, mambo ya tech, mambo ya let's say graphic, mambo ya designing, branding. Kama ndio vitu ambavyo nimevifanya kwa muda mrefu na ni vitu ambavyo ninavifanya currently. So kama ndio interested na hivyo vitu, umependezewa na aina content ambazo ninazifanya, so fanya kama ukiacha like kwenye video zangu ambazo utapata nafasi kuziangalia, lakini pia subscribe kama utaona kwamba utahitaji kuwa sehemu ya familia hii. Make sure to subscribe na let's meet on the next one guys. Peace out. Bye bye.